miti, kuna sauti inaita jina langu pole pole, kivuli kinanifuata gizani, sijui ni ndoto au ni kweli. Nilitamani mali na nguvu, nikakubali siri za usiku, nikaweka hadi giza. Unaona nini? Sio vitu tu, usikute mtu aliweka tu kitu chake hapo. Hapo ni vitu vya kawaida hivyo. Unaogopa nini? Mbona mimi sina wasiwasi, hicho naweza nikashika hata kushika. Hebu kuwa serious ndugu yangu. Kile ni kitu gani? Hicho ni kitu tu kama vitu vingine. Kwa nini unaona nini? Ni kitu tu cha kawaida hicho. Moyo wangu umeshakata ndugu yangu. Moyo wangu umeshakata. Mimi nilikwambia hii sehemu salama. Si unaona wale wazito wametangulia washaenda kule na wapo. Huku sio kuzuri. Nakwambia kweli. Tubaki. Sawa. Tubaki, wewe niamini. Sawa. Mimi rafiki yako na tumetoka mbali. Siwezi kukuuza. Lakini ndugu yangu, angalia na vitu vyenyewe ndugu yangu. Vitu gani hivi kukutana navyo? Sawa, mazingira ni mazuri lakini angalia hichi kitu. Mimi nakiona kama sawa, lakini hicho kitu hakizingui chochote. Niamini mimi. Mimi rafiki yako na tumetoka mbali. Hicho ni kitu tu kama kitu kingine. Haijalishi nani kaweka hapo, lakini ni kitu tu kama hicho si mzigo tu kimefungwa fungwa hapo. Unakuwa na wasiwasi na vitu vidogo. Okay, fine. Umesikia hichi? Niamini. Aminia, sawa. Usijali. Wewe usijali, wewe niamini. Mimi baada ya kuona hichi kitu nimeshtuka sana roho yangu. Kwa sababu ya nini? Kule unajua tulipewa story kabisa kwamba ile eneo sio zuri. Najua na naelewa. Lakini unajua wakati tunaambiwa vile mimi nilikuwa kama si make sense sana, lakini baada ya kuona hichi kitu kimenishtua. Tuliambiwa lakini ile eneo sio zuri. Lichi, wewe mtoto wa kiume, sawa? Kama mtoto wa kiume kaza. Mtume! Mimi rafiki yako, alafu pia siwezi kufanya. Sasa kwa mfano labda tumeambiwa hii sehemu sio nzuri. Mimi mwenyewe huku ni mwenyeji, kila wakati nakuja. Lakini kitu ambacho nakwambia huku ni sehemu salama. Na kuonyesha mazingira. Kuna vitu vizuri huku vya kuvutia. Sawa. Ndio maana nikawaleta sehemu kama hii. Yule mzee alikuwa anaongea zile story. Sawa, lakini zile story ni za zamani tu. Afu wazee nao wanakuaga. Wazee wanakuaga na vitu ambavyo havipo. Yaani wale wanasema ni wahenga. Wahenga siku hizi hawaamini macho yao. Wewe jitahidi tu kuelewa hiyo. Sawa. Sasa vile vile atakuwa anakafunga vile. Ni bado vile vinani. Yaani ndio vinavyoendelea. Wewe na elimu yako mpaka leo unaamini uchawi? Hiyo ni elimu tu ya gizani, mambo ya zamani. Uchawi siku hizi hamna Lichi. Watu siku hizi wanapambana. Hasa mpaka leo hii wewe unaamini uchawi. Uchawi wewe ushe kuona wapi labda uchawi? Siku hizi hata watu wanaanguka mapepo wenyewe hatuamini. Watu wanaanguka mapepo, watu ambao unakuta mchungaji anampanga mtu wake sawa. Anamwambia hivi, anamwambia kwamba bwana wewe kesho njoo pale, ifanye unaanguka mapepo nikianza kuomba. Sawa. Wachawi siku hizi hakuna. Zamani wachawi walikuwepo na mapepo yalikuwa yanadondoka kweli. Lakini siku hizi hata wachungaji wenyewe wanatafuta contact kupitia hayo mambo. Alafu ushakuwa mchungaji? Hapana, vitu kama hivyo hapana. Unajua, unaona mazingira. Ni sehemu safi kabisa. Unaona Lichi? Watu wanapotea. Tunaona watu washikaji hawa hapa wapo tunaona kula round. Kwa mnaonaje mazingira? Wewe nayo usipande huko. Unaweza ukatunguka kama embe. Hapo mdogo wangu una wenge sana. Una wenge sana mdogo wangu. Unaishi milele. Unaficha machozi na vilio, ukiahidi kwa tamaa, usisahau gharama yake. Msitu wa siri unadai kilicho chake, na jina langu linasikika ndani ya upepo wa usiku. Jua mazingira mazingira ni poa sana. Enjoy mazingira. Iko fresh. Hapo poa. Kwanza tuweke maji. Kivuli kina. Uko hapa.
Kwa Kibano. Naam. Njoo tuende kutazamishia hapa mazingira maana naona kama haina shida. Nilitamani mali na nguvu, nikakubali siri za usiku, nikaweka hadi gizani, sasa inanirudia moyoni. Nilicheka hadithi za wazee, nikadhani ni maneno tu hewani, lakini msitu na macho unaona yote rohoni. Kuna deni halisahau. Kuna mzee mmoja hivi niona gari yake kaandika eti anasema vita haina refa. Yule mzee nahisi kama unajua bwana, wazee kila mtu anazeeka kivyake. Mwingine anakuandikia mipango ya Mungu haina makosa. Yaani unakuta tu gari imeandikwa hivyo. Lakini kwa sisi vijana ukipata gari huwezi kulichafua kwa kuandika vitu kama hivyo. Kule na stress nyingi sana. Naona kama huko ndo sehemu ya kuondoa stress zangu. Ni sehemu ya kutulia. Masuala ya kuwa unakaa mtaani una kazi sio mazuri. Mwisho wa siku utasingiziwa kibaka nini kwa jinsi ulivyo na kipara chako hicho. Kweli ndugu yangu. Naweza nikaambiwa ni kibaka alafu mtu ni mtu safi, yani ambaye sina makuu na mtu. Mimi kwa sasa hivi hapa kwanza mimi nataka nyama. Nataka nishapiga sana boda kuona maisha yangu hayaendi vizuri kama kwa sababu unataka kuongeza mwanamke ambaye nitakuwa nampa zile mwanamke nafanya kazi. Unaona? Alafu ile hela sijui naipeleka wapi. Kwa hiyo nikiwa na mwanamke kidogo at least ile hela anakuwa anajua na mwenzangu nyumbani. Naweza nikaeka. Pesa zitatulia brother. Unachokuombea kijana wangu. Ile kazi achana nayo. Tafuta kazi nyingine. Watu wanakuja na familia zao huku wanaweka watoto wanacheza. Umeona? Kiachana ule mzee anazungumza wiki iliyopita mimi nimekuja huku watu walikuwepo wengi, watu wana familia zao huku, wana watoto wanacheza. Unataka uniambie ule mzee alikuwa anatupa ile story ni anatudanganya? Yule mzee ni mzee tu ambaye keshazeeka, hapo pia ni mrevi yule. Kaongea tu kitu kama kaongea, lakini hicho kitu ambacho alikuwa anazungumza hakipo. Lakini unajua mtu mzima ni mtu mzima. Sawa. Naelewa, mtu mzima ni mtu mzima. Sawa. Lakini kitu kimoja nitakuwa utambue. Sawa. Kitu ambacho nitakuwa utambue. Wazee wa zamani wanazeeka kwa mambo mengi. Mtu anakuwa anazeeka, hana pesa, hana msongo wa mawazo. Anakuwa anaongea vitu kwamba eti huku kuna watu wanapotea. Sijasikia wewe hiyo story ushasikia kwa kijana yoyote mwingine anasema huku kuna watu wanapotea? Kwa vijana ni ngumu kidogo kuamini, lakini wao huenda labda wako wapata. Hapana, huwezi kusema kwamba sisi huku watu hawajaja muda mrefu, watu hawajaji huku. Hamna, watu wanakuja. Unaona hata makoko haya watu wanakuja huku kuenjoy, wana relax. Unaona? Siwezi kukudanganya, Rich. Rich, vipi? Mbona kama kuna kitu unataka kuzungumza afu unashindwa? Kama una wasiwasi vile, nisha kutoa wasiwasi Rich. Shida nini? Wewe bro. Tuondokee eneo vipi? Hamna. Kutoka muda na wasiwasi sana. Sema wewe jamaa una wasiwasi, yani mazingira mazuri. Sana mazuri. Time is not enough jamani. Turudini. Sawa, tunajua. Hapana Rich, una tuendelee kubaki bana. Jamani, kama nyinyi hamtaki kunisikiliza mimi nitarudi hata mwenyewe. Unajua jamaa unazingua sana. Unakuja kwa ajili ya ndio umekuja kwa ajili ya kurelax hapo unaanza masuala ya ajabu hayo bana. Hapa ni kugeuka tu bro. Tugeuke bro. Nachoma kazi washikaji. Sio tunachoma. Nachoma kazi kweli, nachoma kazi. Rudi tu bro. Rudi. Bro vipi? Hamna. Naangalia mazingira kimwisho mwisho. Twende. Okay. Sawa, twende. Kulikoni tena? Hamna. Hata kusema ndo nangaiki mwisho mwisho. Na Lichi usijali. Are you serious? Usijali, twende, usijali. Usijali. Ni salama, usijali. Ndani ya miti kuna sauti inaita jina langu pole pole, kivuli kinanifuata gizani, sijui ni ndoto. Hicho tena hivi nimeona mimi au hamna kitu kilichotokea bwana. Twendeni, mbona kama hamjiamini vijana, msiogope. Masuala ya kutishana ujue mimi sitaki. Sasa usiogope kijana.
Nilitamani mali na nguvu, nikakubali siri za usiku, nikaweka ahadi gizani, sasa inanirudia moyoni. Nilicheka hadithi za wazee, nikadhani ni maneno tu hewani, lakini msitu na macho unaona yote rohoni. Kuna deni halisahau, kuna sauti haisiti. Ukiahidi kwa giza, giza ulipa kwa siri. Msitu wa asili unadai kilicho chake, ukikanyaga gizani urudi si yule yule. Sauti ya